Picha yetu inaanza tu mtu kala kofi. Asiamaki kasharudisha naye kofi. Msela alikuwa ni kwamba amelala na anakurupuka kwamba ni ndoto, na inampa ishara kwamba kuna kitu sio cha kawaida kimeendelea. Basi haraka tunamuona ikiwa yeye na mpenzi wake wamefika mpaka kwa nyumba hii, anaita baba baba kwa nguvu, na wakati huo ameingia kwa ghadhabu hata kumsukuma dada tuliyemuona mlangoni. Anakuja mama mmoja mwanadada wa makamo, anamueleza, sikiliza nikwambie, ilikuwa nikupigie simu lakini ukweli ni kwamba baba yako amepoteza maisha. Baba amepoteza maisha? Yani vipi? Mbona hujaniambia anaumwa anafanya nini? Tunamwona mwanadada wa kwenda kwa jina Mary anaendelea kujiumauma. Anamwambia, sikiliza nikwambie, mimi sitaki story, nataka udhibitisho na kujua kwa nini baba yangu amefariki na ilikuwa vipi. Ndio tena mumueleze mpenzi wangu na muende clear. Sitaki kuona kabisa mnampa stress baby wangu, hilo liwakae kichwani. Anamwambia, sikiliza baby wakazie. Basi Mary anagonga mlango ili aingie hapo ndani. Cleopatra anadakia na kusema, bwana wewe, sitaki mumpatie mpenzi wangu stress, anataka apumzike, kama una taarifa tena ndiyo waambie, sitaki kuwaona hapo. Basi inakuwa mtu na mpenzi wake Cleopatra pamoja na mpenzi wake wote wana msimamo mmoja, na hapa tunamuona Cleopatra kama alivyo ada ni shankupe anafungua sigara yake, mambo yanaendelea. Basi anaagizwa huyu binti, maagizo anayopewa inakuwa ni kana kwamba ni msaidizi wa kazi hapo nyumbani, na huku tunamuona Dennis ana amani bado anaendelea kuzunguka ili eneo, anatamani kujua nini kimemsumbua. Anaambiwa, nataka kujua baba yangu amekufaje, sio stori za kuniambia chakula tayari chakula ni. Basi anakuja Mary anamwambia, sikiliza Dennis, una haja kufokeana na huyu binti, tumeisha kueleza kwamba baba yako amefariki, alipata kuugua ghafla, na kama uamini basi ya kueleze, muelezee tu. Basi binti anaanza kueleza, siku moja nilikuwa naingia ndani nimpelekee baba chakula, lakini nikamkuta anatapatapa kitandani. Nikakimbia na kumuita mama ili tuje kuangalia nini tunaweza tukafanya kumsaidia, lakini ikawa haijawa msaada na hatukufanikisha lengo la kumsaidia kwa huduma. Basi Mary anatoka nasema, hivyo shikilia maelezo yako hivyo, sitaki kuona unayumba. Na Mary anaonekana akipigiana simu, ndio tunajua ukweli kwamba Mary alishiriki nyuma ya pazia ya mpango wa mzee wetu hapo kufariki. Cleopatra anajivinjari, anachagua champagne ili aendelee kujivinjari, na ametoka Marekani pamoja na Dennis. Amezoea maisha ya kujiachia, kucheza muziki kama tunavyomuona, maisha ya kujiachia, kuruka klabu, kuruka mapopo, lakini bado Dennis ana majonzi juu ya baba yake amefariki ghafla, tofauti na matarajio aliyokuwa akiwa anawaza yeye. Basi anarudi anasema, uone kama niko kwenye mahali ya simanzi mpenzi, huoni kwamba unatakiwa kuweka heshima za mwisho kwa marehemu, nyumba yake, redio yake, unaendelea tena kujiachia tena hapa, unakuwa kama hauheshimu aso na effort. Anasema, bana wewe, aliyekufa kafa, au mambo mengine bana, usilete mambo ya milamila. Wewe vipi? Mimi naendelea kujiachia hapa, wenye misiba endeleeni, mimi ninachojua acha wafu wazikane, mimi najiachia. Akawa anaendelea kucheza chapati ya Zuchu. Wakati wanaendelea wasijue la kufanya, Dennis bado yuko kwenye hali ya simanzi. Inaumiza kiasi gani mtu uliyekuwa ukimpenda, mtu wako wa karibu kama mzazi, na unasikia ghafla amefariki, hauna hili wala lile. Basi Dennis anajiona labda mkosaji ya kuwa na mawasiliano mazuri na baba, lakini ukweli ni kwamba hakupewa ushirikiano. Na hapa Cleopatra anaonekana bado yeye anataka mazingira yetu, lakini Dennis bado yuko kwenye hali ya simanzi. Cleopatra anasema, hawa vijana hawa ndio maana mimi nawaaminia watoto wa Buguruni. Huyu ananiletea uzungu mimi wakati mimi nataka mambo yangu. Basi Cleopatra ameshuka kwenye ngazi, urembo wa kwenda mbio na kasi, sijui amejiwekea kitu gani usoni. Lakini ni katika masuala mazima ya urembo. Anamchachafia bibi, anamwambia niandalie chakula, sitaki kuona umezubaa. Mary anamwambia, wewe mbona umekuja na moto sana? Nimekuja kwa moto? Mimi niko na mpenzi wangu hapa, tuna faragha zetu, kwa nini mnatuingilia? Basi Mary anamwambia, sikiliza nikwambie Dennis, mwanasheria amekuja anahitaji kufanya maongezi na wewe.
Dennis hakuwa tayari kwa sababu aliona ni kama ni mapema sana kufanya hiyo michakato, lakini ameamua kutii na kuja kusikiliza kujua nini kinaendelea. Basi Mary moja kwa moja anamwambia, unaweza ukasoma ujumbe wa marehemu wa mwisho. Dennis anasema, kwa nini mmeliharakisha sana hili jambo? No, mwanasheria yuko busy, ni bora hapate kukuelewesha, na tunamuona akimkonyeza mwanasheria kana kwamba wana jambo lao ambalo wanalijua. Lakini punde Dennis anasikia sauti ya Cleopatra akiita kwa sauti kwamba amepata kuvamiwa na kitu fulani. Basi tunamuona hapa Cleopatra anajipigisha kelele mwenyewe, anapiga kelele yoe kubwa. Dennis anaingia hapa, anamwambia nini shida? Anamwambia yani hapa naona kuna vivuli, nashindwa kuelewa, yani nataka unipeleke kwa dokta mpenzi. Lakini tunakuja kutambua Cleopatra alikuwa hana lolote, alikuwa anahitaji tu umakini apewe yeye badala ya kupewa mwanasheria. Na kwa kuwa Dennis hakuwa na haraka na kusikiliza masuala ya mirathi kwake haijamsumbua. Tunamuona amekuja hapa bibi wa kuita Benedetta, anawaambia jamani chakula tayari, na wewe huoni kama tunaongea mambo ya mahusiano yetu, lakini kwa nini unakuwa mkali sana kwa Benedetta? Oh my god. Yaani wewe unaweza ukaitetea hii takataka. Yaani mimi naongea na hii takataka, wewe unatuingilia na unaitetea. Basi karibuni, nimeshaandaa chakula, mnaweza mkuja pale sebuleni. Unamuona? Na kila siku akiandaa chakula basi ameandaa kile. Hivi huwezi kupika baga wewe? Huwezi kupika vyakula venye swag na nini kama tunavyoenjoy huko America? Wewe kila siku unatutengenezea Nigerian food. This is rubbish. Mimi napenda kujiachia tukikaa na mpenzi wangu. Basi Dennis anamwambia, sikiza Benedetta, usimzingatie sana huyu, ana utata, naomba umzoee, umchukulie kama alivyo. Mimi nitakuja hapo ili kupata chakula. Lakini kwa nini mpaka ufoke mpaka nini? Kwani hamwezi mkaelewana kama binadamu? Kwa hiyo wewe umeanza kumzingatia huyu takataka badala kunisikiliza mimi. Tunamuona hapa Mary pamoja na mwanasheria wanaendelea kudiscuss. Anamwambia, bana wewe huyu mbona kama ameanza kuwa mtata? Tutafaulu kweli lengo letu? Anajifanya anacheza na akili yangu, si ndio? Sikiza, wewe kaza hivyo. Wanaanzaga hivyo, lakini mwisho wa siku wataelewa tu, mimi nina uzoefu na hizi mambo. Basi tunamuona hapa Benedetta akiwa anaimba mziki mmoja mzuri wenye mguso wa kihisia na majonzi mazito, na hii ni kwa sababu anakumbuka marehemu baba ambaye alikuwa amemmiliki na kumfanya kama mtoto wake kwa hiari, lakini alimkuta kwenye jumba la watoto yatima. Basi anapofika Dennis anasema, nini shida, mbona kama unalia? Bila iana Benedetta anaanza kwa kumueleza kwamba nimekuwa kama sina bahati kwenye maisha yangu. Nilitelekezwa, nikadondokea kwenye jumba la watoto yatima, lakini hapo kama Mungu akasaidia nikaja kukutana na mzee Marcus ambaye ni baba yako wewe. Alinipenda, alinipokea, akanilea kama mtoto wake. Niliona upendo wa baba, nilijua maana ya baba kupitia yeye. Wakati mwingine alikuwa ananijali sana, hata amenikuta ninasoma ananiambia kaa basi usome kwa kurelax, na yote haya ilikuwa ni mapenzi yake kwangu. Nikikumbuka hii kitu inaendelea kuniumiza sana, kuona maisha yake tena yamekatishwa na sina namna, sina msaada mwingine. Basi Dennis anaamua kumkumbatia, kumfariji ili angalau ajisikie yuko sehemu na mikono salama. Benedetta anaendelea na huzuni yake, lakini angalau ameweza kusikiliza na ametoa sumu kwa kujieleza. Huku tunamuona Cleopatra, yeye bado tu analeta masuala ya kimjini na kutamba tambo za hapa na pale, mziki, perfume, yeye kuimba, yani aoni kama anapitia nyakati gani. Tunaambiwa lazima tujifunze kwenda na alama za nyakati. Hii mara ya pili mwanasheria amekuja na anatoa zile nyaraka ili aweze kusoma na kuweka ufafanuzi bayana dhidi ya mali ambazo zimeachwa na marehemu mzee Marcus. Anaanza kwa kusoma, anasema fedha zote zilizokuwa ziko benki zimeandikishwa kwa jina la Mary. Kampuni zote mbili zimeandikishwa kwa jina la Mary. Viwanja ambavyo vilikuwa viko kijijini na vya hapa mjini vimeandikishwa kwa jina la Mary, lakini pia nyumba zilizokuwa zimesalia hapa mjini zimeandikishwa kwa jina la Mary, isipokuwa hisa za kampuni kwa 10% ndio zimebakia kwenye mikono yako wewe Dennis, na baadhi ya fedha na gari moja ndogo. Hivi nyie mnafikiri mimi ni chenga? Mnafikiri mimi sijielewi? Mzee wangu akiwa na akili timamu anawezaje kumilikisha marehemu
I mean mama wa kambo 90% ya mali na mimi akanipa 10% ambazo hata hazifikii 10 za uhakika za kunjunga. Mnafikiri mimi ni mjinga kiasi hicho? Mnafikiri nilikuwa naenda kusoma nje ili niendelee kuwa punguani? Hivi unaweza basi mwanasheria anaanza kumtuliza Dennis, lakini mwisho wa siku Dennis anasema hebu katafuteni mtu wa kumpelekesha, lakini sio mimi. Huku anaonekana Benedetta akiwa roho inamuuma kwa yale ambayo anaendelea kuyasikiliza pale sebleni, na anakuwa kama ni mtu anayekifahamu kitu fulani. Anasema sijui niseme, sijui nikae kimya. Kwa hiyo Dennis anarudi akiwa amepaniki sana, na Cleopatra anamuuliza kuna nini mpenzi, mbona naona kama umekuja na gazabu na nini? Nini shida? Ndio maana mimi nakwambia turudi zetu Marekani, USA hapa mambo ya stress tulikuwa hatupati. Turudi kule tujiachie, mtoto wa kike nipendeze kama hivi, mapozi hapa na pale, tukishinda zetu club. Haya mambo anakuwa sio rahisi sisi kukutana nayo. Au unaniambiaje Dennis? Eti mpenzi, wewe bana achana na mimi, mambo yako serious lakini unaonekana ukui. Mimi namwambia vitu vya msingi haya, watu wa kupenda stress. Haya baki endeleeni kupigisana kelele huko. Basi Mary na mwanasheria wake wanarudi taratibu. Wanajipongeza kwamba tumefika angalau hatua fulani. Usijali wewe, kuwa relax kabisa. Tuna relax vipi? Mtu mwenyewe amewaka kama vile hataki kusikiliza. Wewe acha. Usifikiri haya mambo, taratibu na ataelewa. Basi leo anakuja Benedetta anamwambia kaka, nilikuwa naomba kama nitapata muda wa maongezi na wewe. Sema hapa kwani shida nini? Nahitaji, nafikiri ni kitu cha faragha. Wewe bwana usinichanganye akili yangu. Hapo huyu ananivuruga na unanivuruga. Anapaza sauti, naomba ushushe basi sauti. Kuna kitu cha msingi kuhusiana na masuala ya mzee wako. Okay. Niambie Benedetta, kuna issue gani? Sikiliza. Yaani iko hivi. Marehemu wakati tunapiga stori za hapa na pale, mara nyingi alikuwa anapenda kukuzungumzia na kujivunia kuhusu wewe. Basi hata mimi nilikuwa natamani sana ukirudi nikuelewe kwa kina na nikufahamu zaidi, maana mara nyingi unakuja tu likizo fupi na unaondoka. Tulikuwa tujawahi kupata muda wa kutosha. Na pia alinieleza kwamba ana mpango wa kukuachia wewe mali 80%, lakini 10 ataiacha kwa mama mdogo na 10 ataniachia mimi, kwa sababu mimi ni mtoto ambaye amenimiliki. Kwa hiyo anasema kwamba kisheria ni busara pia anizingatie, japokuwa ni mtoto wa kumlea, lakini ana jukumu kama baba la kunizingatia. Haya mambo jinsi alivyokuwa anaelezana, Cleopatra akatokea na akaanza kuanzisha vagi lake. Wewe una nini na huyu takataka? Kwa nini mnakuwa mnajenga ukaribu? Unajua mimi nashindwa kuelewa. Anataka amvamie na kumwadhibu, lakini badala yake kinamramba yeye. Na anashangaa Cleopatra kwamba kweli Dennis anaweza kusimama upande wa hii takataka kabisa akaniacha mimi. Basi Dennis anamwambia bana, twende ukanieleweshe nielewe kwa kina. Basi anabaki Cleopatra anajishauri, anaamini hivi hii ndio mikono yangu iliyovutwa na Dennis. Oh my god. Anaendelea kujiumauma pale, lakini Dennis na Benedetta wanaanza sasa kupanga plani na kujua nini wafanye. Anamwambia utaki kupanic. Sasa hivi unahitaji kumchota na kuhakikisha nia yake mbaya zinakuwa wazi. Subiri, tuliza kichwa, ukienda kwa haraka utafeli. Ngoja kwanza nikague pako salama unaweza kupita. Basi Benedetta alikuwa na utulivu mzuri, aliweza kumuongoza Dennis ili angalau waweze kuitafuta haki yao. Anavuta pumzi na kuona kwamba afadhali hatua ya kwanza nimeweza kufikisha ujumbe, hatua zingine zitaendelea taratibu. Basi alikuwa ameweza kumuonyesha mahali zilipo nyaraka halisi alizoziacha marehemu mzee Marcus, na leo zimekabidhiwa hapa kwa Mary kama fotokopi. Anasema ulifikiri mimi mjinga? Ulifikiri nitashindwa kujua ukweli? Hizo ndio kopi ambazo zina uhalisia wa kile kitu ambacho amekiacha marehemu mzee wangu. Na kama unavyoona inavyosomeka, 80% yote ni ya kwangu. Lakini hivyo Dennis anarudi na kumuelezea mpenzi wake Cleopatra kwamba yani mama alitaka anipige changa, ananiona kama mjinga. Kumbe muda wote huo ambao wewe uko bize na huyu mfanyakazi ndio mna ajenda zenu za kuhusiana na mali, na mimi unanipuuza, si ndio? Dennis anabidi abaki kushangaa. Yani unanifananisha mimi na wewe takataka kwa sababu ya mambo ya mali, unasahau attention yangu. Hivi wewe Cleopatra utakuwa lini? Unajiweka mbali na mambo ya msingi. Huyu binti anavyojaribu kuyaweka mambo sawa, tena unaleta masuala ya wivu.
kwani nimekuzuia kuambatana na mimi? Basi leo Dennis akiwa anazungukia maeneo ya nyumba, anaomba ruhusa ya kukaa hapo, na Benedetta anamruhusu kukaa. Anamwambia hapa ni sehemu ambapo unapakumbuka sana, kwani mzee alikuwa anapenda kupata kivuli hapa. Na mimi nikawa pembeni yake naendelea kuchota hekima za siku zote alizokuwa akinieleza kuhusiana na maisha. Sasa hivi ninapokutazama wewe napata picha na hekima ya mzee wako, lakini pia tutulize kichwa ili tusiharibu haya mambo. Dennis anasema mimi nafikiria tumfungulie kesi, au wewe unaonaje katika hilo? No. Hapana, hutakiwi kumfungulia kesi, kwa sababu ukifungua kesi kama una vielelezo utachemka. Tuendelee kumchota. Basi Dennis alikuwa amemsifia Benedetta kwa utulivu, na hapa Benedetta Mary anafoka sana kwa Dennis. Anamwambia wewe ufungue password za kampuni kama nani? Maana Dennis alikuwa ameshika kompyuta yake anajaribu kucheki, lakini amefungiwa asiweze kuona chochote. Benedetta anampa ishara Dennis kwamba ajitahidi kuwa na utulivu ili asitengeneze zengwe ambalo litamchoresha yeye vibaya mbele ya sheria. Kwa hiyo tunamuona pia hapa Mary anaposhuka kutoka kazini, anaomba funguo za gari na anaonyesha kujimilikisha. Anasema hii gari vipi? Unaita ya baba yako ni kweli, lakini imeisha kuwa yangu tangu amefariki, na yale maelezo aliyosoma mwanasheria, usijifanye kama hujui kutazama na picha uone. Dennis anamwambia wewe, zile michakato ambazo unanionyesha yale ni matakataka, mafotokopi ya fake mmetengeneza na mwanasheria wako. Sasa yawe fotokopi yawe fake ndio utajua, lakini hii gari haikuhusu. Basi tunamuona Cleopatra yuko busy anaendelea kuwaza masuala ya kiurembo na nini. Dennis leo anajaribu kumuuliza, anasema uone kama tunapitia kwenye nyakati ambazo unahitaji kuwa upande wangu ili tuweze kuitengeneza future iliyo njema. Cleopatra anamwambia no, mimi sioni kama kuna haja ya wewe kuzunguka na hao. Mimi naona tunahitaji kurudi Amerika. Basi leo Dennis akiwa anarudi hapa jikoni, anamwambia bibie, naomba uniimbie, maana siku zile nilikuotea unaimba nyimbo nzuri sana. Basi bibie anaona aibu, lakini mwisho wa siku anaamua kuimba, na wimbo huu alikuwa anauimba hapa. Nililia machozi nilipoambiwa upo na mie, malaika nomba simama mumpoke na mshangilie, nimezongwa na upweke unaofanya nikukumbuke. Basi tumemwona pale hata akipeleka chakula Cleopatra anafanya fujo tu, na mwisho wa siku chakula kinarudishwa bila ya kuliwa. Hapa Mary wanaendelea kupanga na mwanasheria wake kuhusiana na jinsi gani watadhulumu haki ya Dennis. Lakini Dennis leo hii tunamuona ameingia na anaita kwa ghadhabu, na anatokea pale Mary, wanaanza kuelezana. Sikiliza nikwambie, usinifanye mimi mjinga. Haiwezekani hata ofisini kwenye kampuni umeweka walinzi wanizuie. Kwa nini wanizuie kwenye kampuni ya baba yangu mimi mwenyewe? Sasa unadhani mimi ni mjinga? Mpaka mwanasheria anakuja na unashindwa kusimama na sisi, unadhani tutafanya nini zaidi ya kukuzuia? Na Cleopatra bado amekuwa ni king'ang'anizi wa kusema warudi katika kule nchi ya maandishi matatu USA, na hapa akiwa na mawazo bado. Benedetta amekuwa mshauri na mfariji wake mkubwa. Mary anaendelea kupiga simu, na wakati huo Benedetta mpango wao wanaofanya anajifanya kama amekosea na ameingia ndani hapo kama anahitaji kufanya usafi, japo mpango wao ulikuwa unawagharimu makofi hapa na pale. Benedetta amechezea sana, ila mwisho wa siku wanakuwa wanaweza kung'amua, na nafikiri lengo lao lilikuwa ni kutega baadhi ya vinasa sauti ili hata sheria ikiingilia kati wawe wana ushahidi wa kutosha. Basi anampa feedback kwamba nimemkuta, na anaongelea jinsi gani ambavyo watamaliza uhai wako. Kwa hivyo unatakiwa kuwa makini kwa kipindi cha sasa hivi. Kwani wanaopanga ni yeye, sijajua sana kwa kina, ila mimi nakushauri kuwa makini kwa kila kitu, na hawatakiwa tushtukie kama mimi na wewe tuko njia moja. Basi wakiwa wanaendelea kushauriana hapa, anakuja Cleopatra na kuanza fujo. Benedetta ilikuwa inamuuia vigumu, kwa sababu makofi anayachezea kwa wivu wa mapenzi, anayachezea kwa yule mama ambaye anataka kudhulumu mali. Lakini mwisho wa siku Dennis anakuwa upande wa Benedetta na anamkanya na anamwambia kwamba sitakiwi kukuona ukifanya kitu kama hiki ulichokifanya, na iwe mwanzo na mwisho. Basi
Akiwa Cleopatra anaendelea kupiga kelele, Dennis anakuwa upande wa Benedetta na wanaondoka, wanamuacha kama kinyago cha mpapule. Basi Cleopatra amini, anasema hivi kweli Dennis anaweza kufanya hivi? Haiwezekani. Anaendelea kumkimbilia ili aone kama atafanya kitu. Hivi mimi nimekuwa napuuzwa kama kinyago ati? Hapa tunamuona mwanasheria na Mary wanaendelea kufanya plani zao, na anasema twende kwenye plani ya mwisho ambayo ni kumuua. Mpaka mwanasheria anashangaa kwamba wewe umefikia pointi hiyo. Basi Mary anasema ndo hivyo. Kumbuka tukifanikisha huu mchakato una 10% ya mali. Kama ilivyo ada, mbaya mara nyingi huwa anajifanya rafiki. Basi leo Mary anakuja kwa njia ya urafiki na anasema bana, mimi nimekubaliana vyovyote, sifurahii maisha ambayo tunaishi, hatuna furaha, mimi vyovyote niko tayari, kama tutafuata ile karatasi uliokuja nayo, kama utaamua kunigawia chochote kitu, kwa sababu mimi pia nina uchungu sana na mpenzi wangu, na mali mimi sio kitu cha msingi sana kama amani ambayo tutakuepo nayo hapa. Basi Dennis anasikiliza na kumtilia umakini. Na wakati huo anatembea na ile tahadhari aliyopewa na Benedetta. Mary anaendelea kumpanga Dennis akijua kabisa anamvuta kwenye mtego, lakini Benedetta anapokutana na Dennis anamwambia stiki kwenye plani, kuwa makini na ujichungi, kwa sababu huyu hana nia njema, amekuita, yuko kule upstairs kwenye gorofa, unaweza ukaenda ili umsikilize ujue nini anataka. Lakini kabla hajaenda huko, haraka sana bibi alivyojifanya amepigwa kofi kule ndani, aliweza kuondoka na funguo ya gari ambayo imemsaidia Dennis kwenda kufunga vipaza sauti ndani ya gari. Lakini pia amekuja Benedetta kuleta juice kama alivyoagizwa, na anaambiwa mwambie Dennis apande huku juu ndani, nina maongezi naye muhimu sana. Wakati anaenda Benedetta kumuita Dennis nje ambako wameplani wafunge kinasa sauti, huku nyuma Mary anataka afanye jambo lake, na tunamuona Benedetta anakiwa na wasiwasi sana kwa sababu anajua kuna hatari inayomkabili Dennis. Basi anamwambia sasa hakikisha, anamwambia sawa, iko vizuri, nadhani mawimbi ya sauti ya ndani ya gari na yapata kwenye simu. Anamwambia basi panda haraka na umsikilize ni nini amekilenga kukifanya. Basi Dennis anapanda chapu na kumfuata Mary, mama wa kambo wake. Tunamuona mama wa kambo akiendelea kufanya ambush ya kuweka sumu kwenye kinywaji ili kuweza kumwangamiza Mr. Dennis. Anaikoroga vizuri na kuhakikisha kwamba inapata kukolea kwenye kinywaji hicho, na anaendelea kufanya hayo maandalizi ili amsubiri, ikibidi ammalize lengo lake likae kwenye mstari kama walivyopanga na mwanasheria, ili waweze kunufaika na mali za marehemu mzee Marcus. Anaingia Mr. Dennis, anaambiwa sasa, kwa sababu tunaanza kurasa mpya, shika hii juice kwa ishara ya cheers, ya kale yamepita, yanabaki mapya, for the success na kila kitu. Lakini Dennis anaidondosha ile glasi kwa sababu anajua kabisa alipewa tahadhari na Benedetta, lakini kwa kupretend kana kwamba imeanguka bahati mbaya. Mary anakasirika sana, lakini anajitahidi kujikontrol ili asigundulike. Wakiwa wanapata chakula kama sehemu ya mchakato wa kile kilichokuwa kinaendelea, anakuja Benedetta, anaendelea kuleta mazaga pale mezani, wanapiga stori za hapa na pale. Huyu bibie anashuka, anawashangaa kwamba maasimu wawili waliokuwa waelewani leo hii wako meza moja. Anasema yani wewe unaweza kukaa na maadui zako hapo ukanisahau mimi, ukanipuuza, unashinda nao na unakula meza moja, unafurahia tu, unadhani mimi nitajisikiaje? Basi Dennis hana mpango wowote, amechili kimya kwa sababu anajua hawa roporopo wataumizana wenyewe, acha vita ya panzi iwe furaha kwangu kunguru. Basi anawaambia mimi nawasikiliza tu nyie, lakini mwisho wa siku hata na wewe, pamoja na kwamba umemchamba huyo bibie, na wewe ndo unakuja kuwa mwisho wako, kwa sababu ulichokuwa umekipangilia kinajulikana. Ulipanga uniue, ulipanga uniwekee sumu. Mimi nimepanga sumu? Anamwambia sikiliza nikwambie, ushahidi ninao. Anaanza kumueleza story ambayo walipiga ndani ya gari, kwa sababu tayari ilishafungwa vinasa sauti. Anapewa picha nzima, ndipo hapo Mary anakuja kukumbuka na kujua mambo yote yameshakuwa wazi. Anasema hiyo ni AI.
AI hiyo kweli, nakwambia hiyo AI wala sio mimi. Anamwambia wewe ndo unajua sana nani mitandao na teknolojia, we mama we acha roho mbaya. AI na yule mzee alivyokuwa anataabika pale kitandani, anaanguka chini na kuona kwa macho yangu unamsukumiza ili aweze kupoteza uhai wake, nayo ilikuwa ni AI. Ndio hapa Mary anakuja kugundua kwamba bibi aliona lile jambo, lakini story yake alitaka kuifupisha kama ambavyo huyu alikuwa anapenda kuiona. Basi walitelekezwa pale. Alijaribu Benedetta kupiga kelele, lakini wapi. Anamwambia sasa, sikiliza, wewe chagua, ukae mbali na mifumo na mali za hapa nyumbani au tuende katika sheria. Basi nigawie hata ile, hamna cha gari, hamna chochote utakachokipata, ulichokipanda ndicho ambacho utavuna. Basi bibi anafukuzwa na anaondoka kwa kuto kupata chochote. Anaanza kutangatanga mtaani kwa sababu anajua kama akisema akazanie kuitafuta hiyo mali, vikifika kwenye mikono ya sheria kwa ushahidi uliopo, atahukumiwa kama muuaji na mwisho wake utakuwa ni magereza. Basi bibi anasema sasa ni muda wetu wa kuanza kujiachia, kwa sababu mbaya wetu ameshaondoka na mali zote zipo kwenye mkono salama. Dennis anamsikilizia tu na kumchora kama vile kishkwambi kimekosea network. Basi anamwambia wewe achana na mimi, uniachilie, sitaki unishike tena, na hivi ninavyofanya naandaa nauli yako ili urudi USA. Sitaki nikutelekeze hapa, japokuwa nikitaka naweza kufanya hivyo na kupatia na fedha ya kujikimu, ukae mbali na maisha yangu. Basi tunamuona Cleopatra akipanga mazaga yake kwenye begi, na hapa Dennis anamwambia ahadi aliyokupa mzee nitaiendeleza mimi, kwa sababu ulikuwa ni mpango na utaenda kusoma kama kawaida nchi za nje na mambo yako yatakaa kwenye mstari. Bibi anatoka na kuwaita hawa watu, nyinyi ni maruza tu, hamna chochote ninachokiweza, mimi naenda zangu USA. Anaendelea kutamba, anaenda USA. Wakati huo nauli amepewa na bwana Dennis. Anaendelea kupiga simu na kuaga na nini, anatambatamba. Movie yetu inaishia hapo.